Siku chache baada ya kusema waendesha pikipiki maarufu kama bodaboda ya kwamba wachangishwe kwa ajili ya ujenzi wa barabara, mbunge wa Mbeya mjini Patrick Mwalunenge amesema alieleweka vibaya kuhusu kauli hiyo. Akizungumza na baadhi ya waendesha pikipiki jijini humo leo Juni 30 mwaka 2026, Mwalunenge amesema kauli yake ililenga kuhamasisha bodaboda kuanzisha SACCOS zitakazosaidia maendeleo. Itakumbukwa kwa Mwalunenge wakati akichangia kikao cha bunge cha 53 Juni 19 mwaka 2026, alisema makundi ya bodaboda, bajaji na machinga si maskini kama wengi wanavyodhani, kwani wakichangishwa wana uwezo wa kujenga barabara. Bodaboda oye! Kama mnavyofahamu, tumemaliza shughuli za bunge juzi hapo, na nimekwenda kuwasemea pale kwamba mimi najua siku zote wanaongea miongoni mwa bodaboda na bajaji na machinga tunao matajiri. Wewe kweli? Lakini watu walibadilisha story. Wakasema eti mimi nimesema bodaboda wachangie hela kujenga barabara. Si mlisikia? Ndio mzee, tulisikia. Jambo sio la kweli. Mimi nilisema nataka bodaboda wawe na SACCOS ya kwao. Umeelewa? Safi kabisa. Mkisha kuwa na SACCOS ya kwenu, mnajenga, mnatengeneza uongozi. Safi kabisa. Alafu uongozi unaaminika, serikali na wasajili. Ndio. Kwa hiyo nyinyi mnapochangia michango yenu ya bukubuku, mnakuwa na uhakika yenu haipotei. Sawa. Ndio. Si ndio vitu? Alafu mimi nachotaka nyinyi sasa, baada ya kuchangia pesa zenu, serikali waunge mkono. Sawa mzee. Tuwatie mapene mle. Sawa ndio. Mmeelewa vizuri? Alafu mkishakuwa na hela nyingi, mnafungua kampuni nyinyi. Kampuni inasajiliwa na hiyo naisimamia mimi hiyo show. Sahihi. Kampuni hiyo mnaweza nyenyewe mkaa na assemble hizo bodaboda toka China. Ndio. Badala ya kununua kwa mtu, mnajitengeneza wenyewe bodaboda, mnajiuzia wenyewe. Sawa. Mnatengeneza matairi, mnatengeneza itimila. Kila kitu na spare mnajiuzia wenyewe. Huko ndio nataka mimi kuwapeleka. Umeelewa? Sitaki mimi muonekane wenyewe wanyonge. Na mkiwa na umoja, hamna mtu kuonea, kwa sababu kila kitu kinafuata utaratibu. Ndicho nilichokiongea bungeni. Nataka nyinyi mwe matajiri. Mnatoa bodaboda, unakata bima ya afya kupitia hela yenu, kupitia SACCOS yenu. Mnakopeshana wenyewe mikopo, unataka kwenda kulima viazi, unataka kwenda kufanya jambo lolote, mnakopeshana kupitia mfuko wenu wa bodaboda, SACCOS yenu. Lakini mnaenda kusajili kampuni, mkamwajiri Mchina akajenga barabara. Hiyo mnakufanya pesa. Huko ndio nikoongea mimi. Mtu akapotosha eti mimi nimesema bodaboda mchangie hela mjenge barabara. Wapi na wapi? Sio sahihi. Toka lini bodaboda wajenga barabara? Haiwezekani. Serikali inajenga barabara kupitia kodi inazokusanya. Ndio. Nyinyi nataka muwezeshe mwe matajiri. Sababu hii kazi ina umri, inafika sehemu hamwezi kuifanya hii kazi. Nataka mfanye kazi nyingine. Lakini nataka nyinyi mwe na maisha bora. Wao mimi simbague mtu, simchague mtu. Wao siulizi wewe unatoka kabila gani. Nimeuliza? Nimeuliza unatoka chama gani? Na wapenda wote. Na ndio nataka mpendane. Epukeni sana mtu anayekuja kuongea maneno ya uchochezi na kuwachonganisha. Kipindi hicho kwenda. Hapo nao mmekaa vizuri, mnapiga story zenu, mnapiga picha. Ndio maisha ninayotaka mimi hayo. Hata leo mtu mwingine anakupa story wewe kwambia wewe upambane na serikali. Ni sawa kweli? Haiji kabisa. Yaani SACCOS lazima niwafungulie na mtaji mtapewa na serikali. Mnaelewa ndugu zangu? Ili mtajike. Asije mtu kuwadanganya. Mimi nawakuta masela wangu 10,000 kila mtu. Kama mko 100 hapa, hapa mimi nawapiga 10,000 kila mtu. Bodaboda oye! Bwana, sisi kama bodaboda tunamshukuru mbunge wetu kwa kukamilisha swala zima la kutuelewesha swala lilokuwa linatatiza mioyo ya wetu wengi kwamba tuwe na mchango katika barabara, lakini hili swala tumelimaliza na limeisha kama hivi hapa. Tunawashukuru sana wanangu wa SACCOS huko kwa kuja kututembelea siku ya leo. Bosi yuko kule kutuzingatia leo, tunashukuru sana Mwalunenge. Asante sana. Bwana, sisi tunashukuru mkuu kwa sababu ametutembelea leo. Tumekuja hapa tuko kwa mkoa hapa tunakula bata, lakini tunashukuru alivyotutembelea bana. Mkuu akasema kwamba ngoja ashiriki na sisi leo chochote kitu. Mheshimiwa ametisha. Masuala ya bukubuku amepinga. Ni kwamba watu walielewa
vibaya. Bodaboda ni kuicha, ni mwendo wa kiboko tu. Mheshimiwa ana baya. Wabunge wote igeni kwa Mwalunenge. Ana baya mkuu. Anatusaidia bodaboda hapa nini namna gani, vipi mambo yananyoka. Imeisha hiyo.